Majina yangu ni Frederick Nemes Asenga, ni CEO wa Alkebulan Media na pia ni sehemu ya waanzilishi wenza wa Alkebulan Media. Nasema Alkebulan Media ni sehemu ambayo tunajishughulisha na TV shows, documentaries, photographs. Pia tunafanya hata video productions. Nilikutana wapi na Alkebulan Media? Naweza kusema ilitokea nikafahamiana na mwanzilishi na tukajikuta tunashare mawazo yanayofanana kuhusu hizi content creation, kuhusu photographs, kuhusu documentaries, kuhusu TV shows. Vitu vingi tulikuwa tunashare hii passion. Kwa hiyo hata wakati tunakaa tunasema tuna hobbies zinazofanana, kwa nini tusifanye kitu? Ndio hapo ikazaliwa Alkebulan Media. Filamu ni sehemu ya kujifunza, ni sehemu ya kutunza matukio. Filamu pia ni sehemu ya kukutanisha watu. Lakini kwangu mimi nasema hata filamu imenifundisha lugha mpya ambazo sikuwa nazifahamu. Nazungumzia Kiingereza hapa. Mimi ni Mswahili, Mbantu pure. Kwa hiyo mimi ukiniuliza filamu inamaanisha nini? Kwangu mimi bado naona ni filamu ni namna ya kukutanisha watu, culture mbalimbali duniani na kuweza kujua kipi kinaendelea na kujifunza vitu vipya. Kwa nini tulichagua kampuni ya filamu? Unajua tunasema fanya kitu unachokipenda. Kwa hiyo tunapenda filamu, tunapenda picha, si ndio? Tunapenda podcast, tunapenda documentaries. Kama nimesema, filamu ni namna ya kukutanisha watu, kutunza matukio, kuelimisha watu. Kwa hiyo tukasema kwa kitu tunachokipenda tukifanyie kitu. Kwa hiyo tukaamua kubase kwenye filamu. Si kwamba hatupendi madini, hapana. Si kwamba hatupendi kuuza mayai na kuku, hapana. Ila tunapenda filamu zaidi. Nafahamu nini nikisikia hekima ya mfumo? Jibu linaweza likawa refu kidogo, lakini kwa lugha nyepesi naweza kusema hekima ya mfumo ni platform ambayo ipo kwa ajili ya kuelimisha watu kuhusu biashara, elimu ya fedha, uchumi, familia. Tunajitahidi sana, mara chache tutagusia habari za mapenzi na siasa, lakini ukiniuliza hekima ya mfumo ni nini? Ni hiyo, ni platform ambayo kwa njia ya documentaries na podcast tunaelimisha watu, tunaelimishana pia. Kwa nini watu watazame podcast za hekima ya mfumo? So far bado naendelea kusema kwamba kwa hekima ya mfumo iko pale kuelimisha watu. Mfano, katika nyanja ya uchumi, nyanja ya fedha, nyanja ya familia, si ndio? Hata mahusiano ya kirafiki, kuhusu hata kuanzisha biashara. Watu watazame hekima ya mfumo kwa sababu pale tunasema ni ukweli usiofichika. Tunaelekezana fact. Kitu kimoja, mbili, tatu kinaendaje. Mfano, kuna moja ya podcast yetu ilikuwa inaelezea namna ya kuwa tajiri. Sisi si matajiri, lakini tunafahamu kupitia experiences kwa watu ambao tumeona wamefanikiwa, kupitia vitabu tulivyosoma na nini. Lakini pia watu watazame hekima ya mfumo kwa sababu tunasema njia nzuri ya kufanikiwa ni kufanya kile kitu unachoshauri watu wafanye. Kwa hiyo kile ambacho tunaelimisha watu pale, sisi pia tunakifanya. Naiona wapi podcast za hekima ya mfumo miaka 5 ijayo? Nadhani itakuwa ni sehemu muhimu sana ambako watu watakuwa wanaenda kuchukua maarifa. Watu watakuwa wanasubiri kwamba episode ya wiki hii au episode ya siku hii inafundisha nini. Hatutarudia vitu, lakini pia tutajitahidi kile kilichopo pale mtu hata akienda kuconfirm kwenye research zake kiwepo. So in the next 5 years hekima ya mfumo inaenda kuwa kitu kimoja kikubwa sana cha maarifa, especially kwenye zile sehemu nilizotaja: familia, biashara, uchumi, elimu ya fedha. Maisha ni nini? Hili swali kuna kijana mmoja nilimuulizaga akaniambia maisha ni kuishi. Lakini kwangu mimi nayatafsiri maisha kwa namna nyingi. Kuna kusema maisha ni safari, kuna kusema maisha ni furaha, lakini ukiniuliza mimi maisha ni nini, nitasema maisha ni kuenjoy experience zote unazopitia. Kila kitu unachokifanya ni maisha. So ukiniuliza kwangu mimi mtu hata nikimuelewesha kuhusu maisha ni nini, nitasema maisha ni kufurahia kila siku unayoipitia. Kitu cha kipumbavu ambacho nimewahi kukifanya na sijutii kukifanya. Nilijaribugi biashara ya kulima matikiti. Sababu mpaka leo sipendi matikiti ni hiyo. Nililima matikiti kupitia message za WhatsApp kwamba ukiwa na shamba la eka 2, 3 nini utapata nini. Kweli nikalima matikiti. Sijutii kufanya vile, linifundisha kitu, lakini ni kitu ya kipumbavu kwa sababu nilipoteza hela karibia milioni 18 kwenye lile shamba. Na nilipata 300,000.